Assalamu alaikum, al-lughatul arabia, lugha ya Kiarabu. Na leo tuna kitabu chetu kipya, tunajifunza lugha ya Kiarabu, na somo letu la kwanza mada yake inasema al-ishara. Al-ishara ni majina al-ishara ni ishara au majina ambayo utayatumia wewe katika kuashiria vitu au watu. Mfano, kwa Kiswahili utasema huyu au hiki. Huyu ni Muhammadi, hiki ni kitabu, hiki ni kiti, yule ni ng'ombe, yule ni Omari, au kile ni kiti. Kwa hiyo neno kile, yule, hiki, huyu, haya ni majina ambayo tunayatumia tunapotaka kuashiria watu au vitu. Kwa hiyo somo letu la leo ndio linagusa sehemu hiyo. Unaweza ukasema asmaul ishara, ukaongeza neno asmau. Asmaul ishara, majina ya kuashiria vitu au watu. Jina letu la kwanza ambalo tunajifunza la kuashiria vitu au watu, jina hili linaitwa hadha. Hadha. Hadha ni miongoni mwa majina ya ishara. Ni miongoni mwa majina ya kuashiria aidha vitu au watu. Sawa, hiyo hadha ni ismul ishara. Majina yakiwa mengi, majina ya ishara tunasema asmaul ishara. Jina moja la kuashiria tunasema ismul ishara, kwa sababu ni jina moja. Kwa hiyo hadha ni ismul ishara, lakini jina hili linatumika kwa mwanaume unapotaka kumwashiria mwanaume, au unapotaka kuashiria jina la kiume. Katika lugha ya Kiarabu kuna majina ya kiume na majina ya kike. Majina ya kiume utatumia ismul ishara ya kiume, majina ya kike utatumia ismul ishara ya kike. Sasa kwenye hayo majina au kwenye hivyo vitu vya kiume, sio kwamba ni vitu vya kiume kwamba kimaana, hapana. Kuna vitu vya kiume lakini kilafudhi, kimatamshi, lakini kimaana sio kitu cha kiume. Mfano useme kitabun. Kitabun ni jina la kiume katika majina, lipo upande wa majina ya kiume. Kwa hiyo ukasema, mtu akakuuliza kwani kuna kitabu cha kiume na kitabu cha kike? Hapana. Wanaangalia lafudhi kwamba Waarabu wenyewe kuna matamshi wameyafanya ni ya kiume na matamshi mengine ni ya kike. Kwa hiyo hadha utaitumia kwa mwanaume unapotaka kumwashiria mwanaume, kusema huyu. Hadha maana yake huyu. Sawa. Kama unataka kusema huyu ni Muhammad, utasema hadha Muhammadun, huyu ni Muhammad. Hiki ni kitabu. Kitabu ni katika majina ya kiume, utasema hadha kitabun, hiki ni kitabu. Sawa. Kwa hiyo hii hadha ni ismul ishara, jina la kuashiria kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni jina ambalo utaashiria kwa vitu vya kiume au kwa mwanaume. Sawa. Na kitu kingine cha tatu ni kwamba hii hadha utaashiria kwa vitu ambavyo vipo karibu. Vitu ambavyo vipo karibu ndio unatumia hadha. Ni jina la kuashiria vile vitu vya karibu. Sawa. Hadha kitabun, hiki ni kitabu. Hadha baitun, hii ni nyumba. Sawa. Kwa hiyo kuna vitu vitatu. Kwanza, hadha ni ismul ishara, ni jina la kuashiria. Kitu cha pili, kwamba hii hadha unatumia unapotaka kuashiria mwanaume au vitu vya kiume au majina ya kiume. Aidha ni mwanaume au majina ya kiume utatumia hadha. Sawa. Kitu cha pili hicho. Kitu cha tatu, hii hadha unaitumia unapotaka kuashiria vitu vya karibu, au huyo mtu unayetaka kumwashiria kama yupo karibu, ndio utasema hadha Muhammadun, hadha Umaru, huyu ni Muhammadi, huyu ni Omar. Sawa. Vitu vya karibu, kwa sababu kuna majina ya kuashiria vitu vya mbali na vitu vya karibu, na kuna majina ya kuashiria wanaume na kuna majina ya kuashiria wanawake. Kwa hiyo hadha inatumika lilmufradi alqaribi, ameandika hapo, inatumika kwa mmoja ambaye yupo karibu. Sawa. Hadha inatumika kwa mmoja ambaye yupo karibu. Kama ni mtu, kama ni mwanaume awe ni mmoja, kama ni kitu kiwe kimoja. Ndio maana utasema hadha Muhammadun, huyu ni Muhammad, au hadha tilmidhun, huyu ni mwanafunzi, huyu mmoja, mwanafunzi wa kiume.
Kama ni kitu utasema hadha kitabun, hiki ni kitabu. Kitabu ni hichi kimoja. Na hiyo kitabu lafudhi yake ni ya kiume, ni katika majina ya kiume. Kwa hiyo ndio unasema hadha. Nadhani tumeelewana hapo. Hadha lilmufradil qaribi. Hadha utaitumia kwa mwanaume mmoja ambaye yupo karibu, sio yuko mbali, kama nilivyoelezea mwanzo. Tunaangalia ismu inayofuata hiyo. Hadhi ni ismul ishara pia, lakini ni jina la kuashiria vitu vya karibu, lakini kwa vitu vya kike, sawa, au kwa mwanamke. Vitu vya kike au kwa mwanamke, lakini pia ni jina la kuashiria vitu vya karibu. Hadhihi lilmufradati alqariba, unaitumia kwa mwanamke mmoja ambaye yupo karibu. Lilmufradati unaitumia kwa mwanamke mmoja, alqariba ambaye yupo karibu. Sawa, hadhihi Fatima, huyu ni Fatima. Au hadhihi sayara, hili ni gari. Sayara ni katika majina ya kike, kwa hiyo unasema hadhihi, usiseme hadha sayara. Sawa. Tilka ni jina la kuashiria vitu vya mbali, lakini vitu vya kike au kwa mwanamke, hiyo tilka. Sio vitu vya karibu, ni jina la kuashiria, ndio ni ismul ishara, lakini unaashiria vitu vya mbali. Unasema tilka lilmufradati ni kwa ajili ya mwanamke mmoja, albaida ambaye yuko mbali. Tilka Maryam, yule ni Maryam. Au tilka sayara, lile ni gari. Tilka ni jina la kuashiria vitu vya mbali. Dhalika ni ismul ishara pia, ni jina la kuashiria, lakini jina la kuashiria vitu vya mbali kwa mwanaume mmoja. Lilmufradi albaidi utaitumia kwa mwanaume mmoja ambaye yuko mbali. Lilmufradi idhalika inatumika kwa mwanaume mmoja, albaidi ambaye yuko mbali. Mfano unaweza ukasema dhalika Muhammadun, yule ni Muhammadi. Sawa, au dhalika kitabun, kile ni kitabu. Sawa. Kwa hiyo tumejifunza majina ya kuashiria manne. Majina mawili ya kuashiria ni kwa ajili ya kuashiria vitu vya karibu au watu ambao wapo karibu. Sawa, ambao ni hadha unaitumia kwa mwanaume au vitu vya kiume ambao vipo karibu. Hadhihi unaitumia kwa mwanamke au vitu vya kike ambao vipo karibu. Sawa. Ismul ishara zingine mbili tulizojifunza ni kwa ajili ya kuashiria vitu vya mbali. Tilka unaitumia kwa mwanamke au kwa vitu vya kike, kama vile sayara, gari ni katika vitu vya kike. Unasema tilka sayara, lile ni gari. Na dhalika ismul ishara pia unaitumia kwa ajili ya vitu vya mbali au mtu akiwa mbali. Dhalika Muhammadu, dhalika baitun, ile ni nyumba. Kwa hiyo tumejifunza leo majina manne ya kuashiria. Majina manne ya kuashiria. Mawili kuashiria vitu vya karibu, majina mengine mawili kuashiria vitu vya mbali. Naam, sasa tuangalie sentensi kidogo tukitumia majina ya kuashiria, asmaul ishara. Haya majina ambayo tumejifunza majina manne. Mawili unaashiria vitu vya karibu, mawili unaashiria vitu vya mbali. Tuyachukue hayo majina tuyaweke katika sentensi, tuangalie namna yanavyotumika. Man hadha, huyu ni nani? Man hadha, huyu ni nani? Unaona hiyo hadha ni jina la kuashiria vitu vya karibu au mtu wa karibu akiwa huyu mmoja. Sawa. Sasa endapo unataka kuuliza kwamba huyu ni nani, unauliza man hadha, huyu ni nani, kama ni mwanaume. Sawa. Kwa hiyo hapa anajibu hadha akhi, huyu ni kaka yangu, Muhammadun, Muhammadi. Hadha akhi Muhammadun, huyu ni kaka yangu Muhammadi. Madha ya'malu, anafanya kazi gani? Madha ya'malu, anafanya kazi gani? Huwa tabibun, huwa tabibun, yeye ni daktari, yeye ni daktari. Sawa. Hiyo huwa sio ismul ishara, hiyo inaitwa dhamiri, kwa Kiswahili kiwakilishi. Jina ambalo linakaa, neno ambalo linakaa badala ya jina linaitwa kiwakilishi kwenye Kiswahili. Kiarabu anaitwa dhamiri. Hiyo huwa tutakuja kusoma labda mbele, lakini sio ismul ishara. Ismul ishara hapa ni hadha. Sawa. Tunaendelea. Naam, tuliangalia ismul ishara ya kiume ambayo ni hadha, tukaiweka katika sentensi. Sasa hivi tunaiangalia ismul ishara ya kike ya karibu, sawa, ambayo ni hadhihi. Hii hadhihi ni ismul ishara ambayo inatumika kwa mwanamke mmoja au kwa jina la kike,
likiwa moja, kitu kimoja cha kike unatumia hadhihi, kikiwa karibu, sawa Anauliza hapo man hadhihi, huyu ni nani? Kwa kuwa anayemuulizia ni mwanamke, ndio maana ametumia hadhihi. Kama ni mwanaume angesema man hadha, kama tulivyoona mwanzo. Man hadhihi, huyu ni nani? Kwa hiyo hii hadhihi inaitwa ismul ishara, ni jina la kuashiria mtu au kitu. Sawa, na nimeshaelekeza tayari kwamba hadhihi inatumika kwa mwanamke akiwa karibu, mwanamke mmoja, sio wawili wala wengi. Wawili, wengi tutakuja kusoma. Ismul ishara tulizozisoma leo ni kwa ajili ya mtu huyu mmoja, mwanaume, mwanamke au kitu kimoja, kiwe mbali au kiwe karibu. Viwili au vingi tutakuja kusoma mbele katika masomo yanayofuata. Kwa hiyo man hadhihi, huyu ni nani? Anajibu hadhihi ukhti Fatima, huyu ni dada yangu Fatima. Hadhihi ukhti Fatima, huyu ni dada yangu anaitwa Fatima. Madha ta'malu, anafanya kazi gani? Madha ta'malu, anafanya kazi gani? Hiya muallima, hiya muallima, yeye ni mwalimu. Kwa kuwa ni mwanamke unatumia dhamiri, tutakuja kusoma mbele dhamiri hiya. Angekuwa ni mwanaume huwa, kama tulivyoona katika kipande cha video iliyopita, hapo ilikuwa huwa. Sasa hapa ni hiya. Hiya ni mwanamke huyo. Hiya yeye, muallima ni mwalimu. Kwa hiyo tumeiona ismul ishara hadhihi, ambayo hii hadhihi inatumika kwa mwanamke mmoja ambaye yupo karibu, au kwa kitu ambacho kipo karibu ambacho ni cha kike, unatumia hadhihi. Mfano hadhihi sayara, ili ni gari. Hadhihi ukhti, huyu ni dada yangu. Kwa hiyo ndio hivyo, hizi ndio zinaitwa asmaul ishara, majina ya kuashiria. Kwa hiyo vitu viko vingi, kwa hiyo naomba munifuatilie katika akaunti zangu YouTube, TikTok, na kwa naweka sana hizi video ambazo nafundisha lugha ya Kiarabu. Naweka sana YouTube na TikTok, natumia Official Juma. Username, jina nalotumia kwenye TikTok au Instagram, YouTube, hilo ndo natumia katika platform zangu zote, hivyo Official Juma. Hivyo ukinifuatilia huko utafaidika zaidi.